kwa jina la Yesu. Karibu mama, ushuhudie. Bwana Yesu asifiwe. Majina anaitwa Mkami Simon, ni mzaliwa wa Msoma. Kwa hapa nakaa Kuku Station. Napenda kumshukuru Mungu kupitia madhabahu hii. Kwa kweli mnavyoniona mimi sikuwa kama nilivyo. Cha kwanza, yaani niseme asante sana Mwenyezi Mungu. Baba, Mwenyezi Mungu akuweke miaka mingi. Amen. Kwa mfano kama ndo, yaani ilikuwa kama ndo nimepandwa na haya manani, yalikuwa yakipanda. Nilikuwa nashikwa huku na vijana wanaweza wakashika 4. Ukifanya hivi mtu anadondoka huko. Nina imani moto huko hapa. Yaani hata hiki kilichobaki ndani yangu nina imani kinaenda kuondoka sasa. Toka kwa jina la Yesu. Nilikuja hapa mwaka 2024 nadhani. Kuwa naumwa, nitengenezewa pepo la kifafa. Wifi yangu yuko hapa. Naitwa Mama Rodi. Yeye ndo aliyenileta hapa. Kuja hapa nilikuwa kama mzee kwa kweli. Kwa nimefungwa kila kitu. Mambo yetu yale ya wanawake nilikuwa ni mtu ambaye nina mume lakini jina. Nilipokuja hapa nilipoombewa na huyu baba, nilienda nikafunguliwa usiku huo, na mimi naye niliporudi nyumbani kwangu nikajikuta nimeshika ujauzito. Piga makofi. Nikajikuta nimeshika ujauzito. Nilipoenda kupima hospitali, daktari akaniambia, we binti, japokuwa na watoto 3, akaniambia, nikamwelezea jinsi ninavyojisikia afu na kitu kinachonisumbua. Akasema, unamwamini Yesu? Ngambia ndio namwamini. Na sikutegemea kama nitakuja kupunguliwa na mimi nikabeba mimba tena. Akaniambia, muombe sana Mungu. Hakuna mtu ambaye ana kifafa kama unamwamini Yesu. Nina imani utajifungua kwa njia ya kawaida. Amen. Niliendelea kumuomba Mungu, japokuwa ndugu zangu wakawa wanagomba, mtu una kifafa unabeba mimba. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu. Waliobeba watoto wangu, hebu walete hapa mbele, angalau pengine mtu anaweza akasema naongea picha tu. Inabidi iwe live jamani. Amen. Piga makofi kwa ajili ya matendo makuu ya Mungu. Nashukuru Mwenyezi Mungu, kwa kweli Mungu bado ananipenda. Hata siku ambayo naenda kujifungua niliomba Mungu, Mwenyezi Mungu, kama umeamua kunipa huu ujauzito, nina imani nitajifungua kwa njia ya kawaida. Amen. Nimefika hospitali, nimepokelewa kama malaika, manesi 3 na dokta pembeni. Yes. Nikapanda kitandani, kupanda tu akaniambia tayari mtoto wa kwanza jiandae usukume. Nikasukuma wa kwanza katoka, nikapewa drip la maji ya uchungu. Dakika kama 5 akatoka wa pili. Kuna dada mmoja, makofi. Kuna dada mmoja nikamkuta odini, akaniambia, dada, umefika tu na kujifungua. Nina siku kama 4 niko humu ndani. Nifanyeje? Nikamwambia, muombe Mungu. Hata mimi hapa nilipo sikujua kama nitajifungua kawaida. Yes. Lakini Mwenyezi Mungu akiamua kutenda, hakika shetani hana nafasi. Mwenyezi Mungu akiamua kutenda, kwa kweli shetani hana nafasi. Amen. Mwenyezi Mungu, sikutegemea. Cha kwanza, sikutegemea kama nitakuja kupata mtoto wa kiume, maana nilikuwa kila nikienda narudi na wanawake. Mpaka mume wangu akawa anasema, jamani, na mimi natamani nipate mtoto wa kiume, lakini nashukuru Mungu kupitia madhabahu hii. Amina. Nimepata watoto mapacha, nimepata mtoto wa kiume. Nashukuru Mungu sana kwa kweli. Nashukuru
umenitendea. Mungu akubariki. Amina. Baba, nina imani siku moja nitafanya vyovyote inapotakiwa, ukapaone ninapokaa, hata kama nimepanga, hata kama nikiwa na chumba kimoja, naomba ndani kwangu ukija usisite kuingia, upaone pale ninapokaa. Basi funika macho yako sana jamani. Basi funika macho yenu jamani, tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu uliye mwaminifu, asante kwa ajili ya ushuhuda huu. Mungu, umefanya mambo makubwa kwenye madhabahu hii. Tunarudisha shukrani mbele zako kwa ajili ya matendo makuu unayoyafanya. Asante kwa ajili ya watoto hao mapacha, ninawaweka mikononi mwako Bwana. Wanapoendelea kukua, endelea Bwana kuwalinda na magonjwa yote ya kitoto. Ninasambaratisha kila magonjwa ya kila aina yana nafasi. Wakumbatie watoto hao Bwana, ninawaweka kwenye mikono yako iliyo salama. Na huyu mama ninamweka mikononi mwako, umtetee, umlinde, umponye katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Mungu abariki sana.